Bwana Yesu Kristo atukuzwe sana wanangu mahali mnanitazama duniani. Siku ya leo ninawakaribisha sana mimi Nabii Mwonaji, na ninawashukuru sana wale mumeendelea kunitazama katika channel hii. Wale mumeendelea kunifuatilia katika channel hii ninawashukuru sana, ninasema hongera sana mahali popote mulipo. Na siku ya leo ninasema ukaweze kusubscribe, ukaweze kucomment, ukaweze kulike katika channel hii. Na leo nimelete somo, na waletea somo nzuri sana. Kipindi kilichopita tulikuwa tunazungumzia kuhusu kitunguu saumu. Na leo tunaleta somo kuhusu kitunguu maji. Hiki ndio kitunguu maji, na ndio tunaenda kuangazia siku ya leo. Kinaitwa kitunguu maji. Kuna tofauti kati ya kitunguu saumu na kitunguu maji. Kwa hivyo hii ndio kitunguu maji. Ninapoelekeza angalia vizuri, usiende kufanya vitu ambavyo mimi sichakuelekeza. Na wale watu ambao wanataka kujua taarifa yoyote, ninafanya kitu kinaitwa checking. Ninakufanyia checking, ninakuambia kama kuna tatizo la kwako unataka kulijua, kama kuna jambo lolote unataka kulijua, ninakufanyia checking. Kwa hivyo unitafute katika mambo ya WhatsApp, namba ya WhatsApp, ili tuweze kusaidiana. Kama kuna tatizo unataka kujua, kama kuna shida ya asili unataka kujua. Mimi ninaitwa Nabii Mwonaji. Samueli wa kwanza 9:9 inasema, nyakati zile za wana wa Israeli, mtu yoyote ambaye watu walikuwa wanaenda kwake, wanaenda kutafuta taarifa, alikuwa anaitwa mwonaji. Yule mtu alikuwa anaitwa mwonaji. Ndio maana ninaitwa Nabii Mwonaji. Kama uko na tatizo unataka kujua, kama kuna jambo la kwako unataka kupata taarifa zake, niko hapa, nitakusaidia kulijua. Kama kuna tatizo lolote, ninakuambia kwamba nitakufanyia uchunguzi na nitakupa taarifa zake. Turudi kwenye somo la siku ya leo. Hiki ndio kitunguu maji. Kama kuna mtu wako ako na kikohozi, na hiki kikohozi kinamsumbua akihisi, hata kama ni mtoto ako na kikohozi ambacho akihisi, chukua kitunguu maji, menya, atafune, kikohozi kitakoma papo hapo. Kama ni mdogo awezi tafuna, munuisishe ile harufu, kikohozi kitakata. Kwa hivyo hii ni dawa, hii ni tiba kubwa sana kwa watu wale wako na kikohozi kinawasumbua. Kama unakoa kila mara kikohozi, wewe chukua kitunguu maji, menya, tafuna, na hiyo utapata uponyaji na utapona, tatizo litakuondokea. Kwa hivyo basi ninakuomba uweze kutumia kama uko na tatizo kama hiyo. Kuna watu wengine wako na tatizo akianguka anasimia. Kuna watu wengi unapata wako na tatizo akianguka anasimia. Wewe utatafuta majani ya hii kitunguu maji ama kitunguu ile ingine unajua. Kitunguu maji ama ile ya majani. Ukipata kitunguu majani ya kitunguu, ile kitunguu ya majani ama hii majani yake, unamenya, alafu mnamuwekea kwenye pua, ananusa ile harufu. Akinusa atasinduka hapo. Hii ni dawa mcharafu sana. Ni dawa mcharafu sana kwa mtu ambaye anayesimia. Ukimenya yale majani yake, ukamuwekea kwenye pua, akanusa, atasinduka. Kuna watu wakisimia anachukua muda mrefu sana bila kusinduka. Hiyo ni tiba nimekupa mwanangu mahali popote ulipo unaponitazama. Wasaidie watu walio na matatizo mbalimbali wapone. Kitunguu maji hiki unachokiona ni tiba kubwa sana ya kuosa nyota.
ya kuondoa mikosi, ya kuondoa mabaraa, ya kuondoa nuksi, ya kuondoa giza kwa mwili wako. Kama unajua kuna giza, kuna mikosi, mabaraa, nuksi kwa maisha yako, unachotakiwa kufanya ni hiki. Unafuta maji yako ya kwenda kuoga, unaweka ndoo, alafu hiki kitu unakata. Ukikata unaweka ndani ya yale maji. Ukiweka ndani ya yale maji unaenda kuoga, weka nia, tia nia yako kwa kile kitu unataka Mwenyezi Mungu akuondolee kwa mwili wako. Kama kuna giza yoyote, kama kuna nuksi, kama kuna mikosi, kama kuna baraa lolote liondoke. Wewe tia nia. Kutia nia maana yake ni kufanya maombi yako. Unaweka ombi lako. Hiyo ndio lugha rahisi sasa. Unaweka maombi yako, kile unataka Mwenyezi Mungu aende kukufanyia. Hiki kitu kinaosa nyota. Enda koga yale maji. Koga kwa siku 7. Uone vile maisha yako yatafunguka. Uone vile mambo yako yatafunguka. Hii ni dawa kubwa sana kwa watu wamerogwa. Kuna watu wengine wamerogwa, wamewekewa mikosi kwa maisha yao, wamefanyiwa ukarabati kwa maisha yao. Tumia hiki kitu kwa kuoga. Maji yake unaweka kwa maji, halafu unaweka manuisi. Hii inaosa, inasafisha uchawi kwa mwili. Kama kuna uchawi wowote uliofanyiwa, uchawi ule unatoka, unatoweka. Fanya ndani ya siku 7. Utaona matokeo yake na utaleta taarifa. Mimi na mimi mwonaji ninakuambia kitu ambacho nimefanyia utafiti na nimefanyia wengi, nimeona wakifungukiwa mambo yao vizuri na njia zao zinafunguka, zinang'aa. Wapendwa watazamaji wangu, hiki kitu pia ni kitu hatari. Wewe kwa taarifa zako unaona ni tunda la chakula, lakini nikwambie kwamba hiki kitu ni hatari. Hiki kitu ni hatari, kinaweza kuharibu maisha ya mtu kabisa. Hiki kitu kinapomoa maisha ya mtu. Hiki kitu ni uchawi. Hiki kitu kiko na uchawi mkubwa sana. Kama kuna mtu amekutendea mabaya, akakukosea, na wewe unataka uweze kumhamisha katika eneo lile ambalo anaishi, kitu unafanya, usisite sana. Kama kuna adui ambaye anakusumbua, enda ukatafute, tafuta chumvi. Chumvi ile ya kupikia chakula, utafute na karatasi. Tafuta karatasi ya kuandika, karatasi hiyo ambayo ni ya kuandika, iwe karatasi nyeupe namna hii, iwe karatasi nyeupe. Alafu leta jina la mtu yule unakushuhudia, liandike. Ukisha kuliandika jina lile la yule mtu unakushuhudia, uwe na chumvi, uwe na kitu kinaitwa black pepper. Ile pilipili inaitwa black pepper, uwe nayo. Unakuja unakata hiki kitu, unakata hivi katikati, kutoka juu hivi mpaka ukifika hapa, usimalize mwisho. Ukifika hapa uachie hapa. Alafu kiza kuja leta yale majina umeandika ya yule mtu unayemkushuhudia, weka ndani. Ukisha kuingiza ndani ya hiki kitunguu, alafu leta ile chumvi, weka ndani. Leta ile black pepper, ile pilipili, weka ndani, mwaga ndani. Kisha funga namna hii. Tafuta karatasi kama hii. Alafu ukitafuta karatasi kama hii, unafunga. Unasema wewe fulani, leo ninakufungia hapa, umenitesa, kuanzia leo ninaenda kukuhamisha katika mwichi huu. Hii kitu funga. Ukifunga, ukimaliza, unaenda kukitupa mbali.
unasema wewe fulani, unaweka manuisi, majina yale ya mtu uliyomweka hapa ndani, weka tia manuisi, maana yake weka maombi. Sema wewe Mustafa, nimekufunga siku ya leo ndani ya hii kitunguu maji. Kuanzia leo ninakuhamisha usilale kwa umuchi, usiwe na mawazo ya kuishi ndani ya umuchi, usiwe na mawazo ya kuendelea kukaa kwa umuchi. Ninakushuhudia wewe Mustafa, uame uende bichi mingine, utoke kwa hili eneo. Nakwambia mwanangu unayenitazama, hii sio mchezo. Hiki kitu ni hatari. Alafu ukienda unaenda kutupa hivi, unaenda kutupa, unarusa huko, unasema to, uende na usirudi katika mji huu. Ninakwambia hata kama atakaa hawezi kumaliza mwezi, hata kama atamaliza ataama. Nakwambia ataama. Hiyo ni uhamisho, unamupa uhamisho wa rasmi. Haya, kama kuna leo nataka nikupe siri mwanangu. Kuna vitu vingine hapa tunaelekeza wazi, kwa sababu niko hapa niweze kutoa elimu na niweze kuwasaidia watu. Na ukiwa na tatizo lolote, we nifuatilie kwa namba yangu ya WhatsApp, tusemesane pale. Mambo ni mengi. Ni maarifa, tunapeana maarifa. Kama kuna mtu unamkushuhudia na alikutoroka, unataka kumrejeza, mtu akakutoroka na wewe unataka kumrejeza, andika jina lake. Diandike, unaandika hivi, nikuonyeshe sasa vile unavyofanya. Hiki ni kitabu. Andika jina lake mara ya kwanza hapa, ya pili, ya tatu. Ukichora majina yake mara 3 hivi, umemaliza. Alafu unaleta hiki kitu unakata. Lakini unapokata hakikisha usifikise mwisho. Fikisha, usitoanishe, usitenganishe. Maana yake hiki kitu ukikata usitenganishe, pakisha nyama ya kidogo huko chini. Alafu leta lile jina la mtu ambaye alikutoroka, awe mke wako, awe mume wako, mweke hapo ndani. Funga, sema mwana wewe fulani fulani, leo nimekuweka hapa na ninakuita uweze kurudi kwangu. Mahali ulipo, usilale, usile, usijwe, uniwase na urudi kwangu mara moja iwezekanavyo. Hiki kitu ukifanya hivyo ukifanya hivyo, ukimaliza wewe kifunge hivi, alafu kisa enda ukaweka chini ya kitanda yako, mahali unalala pale, weka pale, alafu kisa ikae siku 3 hapo. Utaona matokeo. Utaona matokeo. Matokeo yatakuja ghafla. Kuna mambo mengine ambayo tunatakanga tuelekeze watu ili waweze kujisaidia mahali walipo. Kama kuna mtu anakusumbua sana na wewe unataka kumuumiza, nimekuambia hiki kitu, hiki ni hatari, hiki kitu ni, lakini usifanyie mtu ambaye achakukosea. Kata, andika jina yake, weka ndani. Alafu chukua sindano, funga, itokee mwisho ule. Useme vile ninatunga hii sindano, wewe fulani fulani, kwa machungu yote ulionipa, na wewe leo ninakutunga sindano majina yako, mahali ulipo, na wewe upate uchungu, upitie mateso, upitie kilio, mpaka ukuje kuniomba msamaha. Mpaka ukuje kuniomba msamaha. Yule mtu aliyekufanyia ubaya, kama kwa ukweli uchamuwekelea, kama akipatikana na hatia, kwa sababu umeweka jina lake hapa, akipatikana na hatia,
lazima atapata mateso mpaka atakuja kukutafuta wewe. Atakuja kukutafuta. Useme uende magharibi na mashariki kaskazini ukuje unitafute ndio upone. Uweke hiyo manuizi. Halafu hiyo kitu uende utupe. Hiyo ni maneno mchalamu sana. Kwa hivyo leo niko hapa nikupe siri. Siri zingine ni nzito. Mambo mengine ni mazito. Tunashindwa kuyatoa hapa. Hiki kitunguu maji kinaitwa kitunguu maji. Lakini siri yake ni kubwa hiki. Hiki kitu ni siri, kiko na siri kubwa sana. Usifikirie kwamba hii ni chakula. Hii sio chakula peke yake. Hii ni tiba. Hii ni tiba kubwa sana. Kwa hivyo ninakupa tiba hii iweze kukusaidia mwanangu mtazamaji wangu, unayenipenda, unayenifuatilia, na wewe uweze kujisaidia kupitia hiki kitu ambacho kinaitwa kitunguu maji. Kitunguu maji ni hatari sana na kiko na mambo makubwa sana, kiko na mambo ya ajabu sana. Hiki kitu pia unaweza kuweka ukaleta chumvi ya mawe na hiki kitu umeponda ponda, alafu ukachanganya, ukakoga, ukaweka kwa maji ya koga, ukakoga yale maji kwa siku 7. Kama kuna uchawi, kama kuna vifungo, kama kuna mikosi, kuna nukusi, kuna mabaraa kwa mwili, hiyo kitu inatoka, giza inatoka. Wewe fanya hivyo ndani ya siku 7, utaleta majibu. Hiki na chumvi ya mawe, hiki kinaitwa kitunguu maji. Hiki kitu kama unataka kumuita mwanadamu ambaye unamkushuhudia, kuna mtu anaweza kuwa ako nje ya nchi, kando na ndoa, lakini unamtaka mtu fulani, unataka kumuita, andika jina la huyo mtu ambaye unataka kumuita mahali alipo. Kama ni John, chora jina yake John. Chora mara 3, unachora John hapa, unachora hapa, unachora na pande hii mara 3 kwa hii kitunguu. Kona 3. Ukichora majina hayo ya huyo mtu unayemuita, ukichora majina yake, andika na kalamu, usiandike na nyekundu. Andika na kalamu ya blue, ama ya njano, ya kijani, hivyo tu. Lakini usitumie nyekundu kwa sababu nyekundu iko na maneno yake. Kwa hivyo ukitaka kumuita huyo mtu, umeandika majina yake hapa. Ni kusema wewe fulani John, nimeandika majina yako kwa hiki kitunguu maji. Mahali popote ulipo ninakuita. Yasiende masaa 28 kama hujafika maeneo yangu. Unamuita huyo mtu, unamuita siku 3. Ukiita ukitumia hiki kitu, ninakwambia unafanya maombi yako. Hii ni maombi tu, sio uganga. Watu wengine wanasema ni uganga. Hakuna uganga hapa.